Ule mshangazi ule ni moja kati ya watu ambao nilikwambia kwamba nachangisha michongo ile. Ile ndoa yetu isipooze. Nahitaji vitarumbeta na kigoma. Wewe utaki ndoa yetu iwe pambe mambo? Sitaki ndoa ya Kiislamu, mimi hata kuniletea maulidi hata kimya nakuja. Lakini mambo kunizalilisha sitaki. Na yule wa jana wa vikoba na waleo. Wala yule sio demu wangu wala sio nani yangu. Ule ni kwanza mimi sikuelewa ule mshangazi ulivyokuja. Kwa sababu jinsi ule mshangazi kwanza mrefu. Afu na bahati mbaya watu wako nao kwenye vikoba wanakuwa ni warefu sana. Yaani lile kama lina undugu na nguzo ya umeme ni lirefu limejongoloka hivi. Utafikiri natumia wireless. Sema nini? Mimi hapa inabidi mimi unisamee tu. Lakini kakako yeye mwenyewe inabidi aniombe samani. Amenikosea. Yaani kihisia amenikosea. Haiwezekani usonye. Wewe unaweza kumpeleka mtu ndio humfahamu kama ni ndugu yako unasonye. Sikantia aibu. Yaani kakaangu akuombe msamaha mtu kama wewe unatuzalilisha. Na mimi siwadhalilishe mamangu. Ni maisha tu. Kwani nimekosea? Nishinda kujitetea mbele yake kulingana alikuwa na jaziba. Ndio maana nimeamua kuja huku mtaani nikutafute pembeni tuongee kabla sienda kuomba samani. Lakini mimi hapa namalizia kila kitu nitakuoa. Utanioa? Na siku ile ulivyonyanyua miguu yako ukaja nyumbani ukawa na shida na kakaangu. Kwa hiyo ulikuwa unataka kuja kutuzalisha. Sasa sikia, nimechoka matusi. Kunitukana mimi na familia yangu. Yaani kwanza hapa nimesimama naye kaka akinikuta atanipiga. Sitaki makofi. Kaka kuja nyumbani kunifokea mimi. Swala kuja naye sahau na hivi ninavyokuambia kwa hili. Utaniua mamangu. Siwezi kuishi bila wewe kabisa. Mpaka nipige magoti mamangu, utaniua. Yaani bora ufe, nijue sina mwanaume, lakini matusi nimechoka, achana na mimi. Usiniharibie funga yangu mwezi wa Ramadhani. Unatumia hisia vibaya. Mimi nife kweli? Nife. Kwa hiyo ukifa mimi unanipunguzia nini? Nimefunga muda kwenda kufuturu naondoka. Sitaki mazoea na wewe. Usiniache mamangu. Kwanza samani kwanza. Japokuwa sisi Waswahili huwa tunaomba samani baada ya tukio kutokea. Na tunatumia samani kama mfuto wa kufuta mabaya yote tuliyofanya. Bwana shemeji yule mteja wako alikuja naye siku ile. Usingeweza kusonya na kuondoka na hasira, ungeweza kunielewa. Yawezekana unanielewa vibaya kulingana na jinsi ulipokuja siku ile ukanikuta naye kule kwa sababu umemleta ni mteja kwa sababu alikuwa ni wa kike yule. Yaani hapa nilipo bwana shemeji nimetoka kule kwa mdogo wako. Amenipiga kofi hapa yani utafikiri mdogo wako anaoga vyuma. Kofi pa. Au unafundishaga karate yule? Mimi umenitaja? Bwana shemeji. Umenitaja? Bwana shemeji. Kaka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Alhamdulillah. Naam shehe, karibu sana shehe. Sasa mimi nimekuja hapa ujio wangu ni kwamba nimekuja kwa ajili ya kijana wetu Juma Muhammad Ndilaomba. Sawa. Sasa mimi kichonileta hapa nasikia kuna ugomvi hapa katikati umeendelea ambao ulikuwa sio mzuri kiukweli ambapo nasikia wewe ukasirika sana kufika tu mpaka mnahisi mligombana. Ndio shehe. Sasa kichonileta hapa bwana, sisi ni binadamu kama unavyojua. Wote ni binadamu sisi na kila mtu, hakuna binadamu asiyekosea. Na sisi unaelewa. Hakuna binadamu asiyekosea. Wote tunakosea. Lakini sema huwa tunasahau. Tumwambia sikusahau. Na sisi unajua. Ndio shehe. Sisi tumwambia kusahau. Sema kwa muda huo uweze ukasahau kwa sababu muda wa tendo kufanyika utakuwa na hasira na jaziba na nini, lakini baada ya muda kidogo tumwambia kusahau tutasahau tu. Sasa bwana mimi nimekuja hapa kumwombea msamaha yule kijana, naomba tu msamehe. Zaidi nimekuja na taarifa njema. Yule kijana alitaja kufanya jambo la heri na mdogo wako. Namaanisha kwamba kufunga ndoa. Kwa hiyo nilikuwa naomba hili jambo ulifanyie mchakato katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili mambo yazidi yawe mazuri bwana, familia zie. Kwanza shehe niseme inshallah Mwenyezi Mungu katujalia inshallah. Tumekutana tena, umekuja kwa niaba ya yule bwana Ndilaomba, namfahamu vizuri. Na weza nikasema alikuwa mtu wa karibu na mimi, alikuwa mwanafamilia kwetu. Lakini shehe nataka nikupe ujumbe ambao unaweza ukawa mzuri au mbaya kwako shehe. Umfikishie bwana Ndilaomba. Bwana, swala la msamaha kwangu mimi na huu mwezi mtukufu shehe ni kitu ambacho nilikuwa nimekiandaa tangu awali. Yaani nikisema nimeandaa tangu awali na maana ya kwamba nishamsamehe. Nishamsamehe inshallah, nishamsamehe tangu awali na awe na amani na mimi na hata mimi nipo na imani naye.
Kwa hiyo naomba tu kumwambia kabisa bwana yule kashakusamehe tangu awali, hana kinyongo na wewe, hata mtakapokutana usiwe na kinyongo naye kwa sababu yeye hana kinyongo na wewe. Hayo ni jambo la kumshukuru. Huo ujumbe bwana mfikishie huyo jamaa, naomba. Swala lingine shehe, kuhusu jambo la heli na mdogo wangu, yeye na mdogo wangu, naomba umfikishie pia taarifa kwamba hilo swala halitowezekana shehe. Umenielewa shehe? Upata shehe. Nielewe tu shehe wangu, hilo swala halitowezekana kwa sababu yule bwana ametuzalilisha vya kutosha nyumbani kwetu. Mimi binafsi mtaani vijana nakutana nao wengi, amenizalilisha vya kutosha, na hata mdogo wangu kamzalilisha. Ilifikia sehemu yule bwana akanifanya mimi sina akili, nampelekea mpaka watu wake. Sijui kama hilo lipo sahihi shehe wangu. Kwa hiyo wewe ujumbe ambao nataka kumfikishie kwamba swala hilo halitowezekana shehe. Unasema nimekuelewa. Sawa? Lakini kama umezingatia mazungumzo yangu ya awali, nilikwambia sisi ni binadamu, tunakosea. Na kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Kwa hiyo sasa naamini huu ni mwanzo, yani amefanya kosa kwa mara ya kwanza, ila akirudia tena unaweza kumwadhibu unavyoweza. Kwa hiyo nilikuwa naomba umsamehe bwana. Jambo la heri bwana, ndoa jambo la heri. Huyu bwana kakosea nyumbani kwetu. Kwa hiyo labda sizuii yeye kufanya jambo la heri wala mdogo wangu asifanye jambo la heri. Labda huyo bwana ndiye laomba. Wapo wengi wanaohitaji kuolewa, na labda akatafute sehemu nyingine, ila kwetu binafsi shehe hilo swala halitowezekana kama. Basi sawa shehe. Na mimi sitaki kukuongopea kwa sababu ni mwezi mtukufu. Yani ni hivyo shehe, haiwezekani yani tu. Sawa? Hamna shida shehe. Mimi nimekuelewa, jambo nitalifikisha kama ulivyoniambia. Inshallah. Mungu akujalie. Inshallah. Ramadhani njema. Inshallah.